Ni mimi mwinjilisti Hatangimana kukuletea habari ya mchungaji aitwaye Hale, namna alivyoweza kulilea kanisa katika misingi bora hata ushindi dhidi ya imani potofu. Leo usipite bila kushare, kulaiki, kucomment pia kusubscribe. Hale alikuwa mtoto mdogo aliyeishi na mama yake katika kijiji kidogo kilichokumbwa na umaskini wa hali ya juu. Walikuwa hawana chakula cha kutosha na wakati mwingine walilala njaa. Licha ya maisha yao kuwa magumu, mama yake Hale alikuwa mwanamke mwenye msimamo na maono makubwa kwa mwanawe. Kila siku alimsisitiza jambo moja: Hale, usizoe kula kwa watu. Hiyo si tabia njema. Ukianza kuitegemea mikono ya watu, hautajua namna ya kuitatua hali yako. Hale alikuwa bado mdogo na kwa kweli ilikuwa ngumu kwake kuelewa ni kwa nini mama yake alikuwa mkali kuhusu jambo hilo. Aliwaona marafiki zake wakila kwa majirani, wengine wakipewa vitu na watu wa kijiji, lakini yeye alizuiwa. Kwani mama yake Hale hakumtaka Hale ashindwe kujitegemea. Lakini mama yake aliendelea kumwambia kwa upendo na msisitizo, penda hali ulionayo mwanangu, jifunze kuibeba na utafute namna ya kuibadilisha. Ukikimbilia kula kwa watu, hautapata akili ya kutatua changamoto zako za nyumbani. Kadri siku zilivyopita, Hale alianza kuzoea. Alijifunza kuvumilia njaa, kusali kwa bidii na kushukuru kwa kile kidogo walichokuwa nacho. Lakini alikubali hali hiyo kwa utulivu na msimamo aliokuwa amewekewa na mama yake. Hale alianza kutumia muda wake mwingi kusoma Biblia aliyokuwa amepewa na jirani yao mmoja. Alianza kuhisi wito wa kipekee ndani ya moyo wake, wito wa kumtumikia Mungu. Alikuwa na kiu ya kumjua Mungu zaidi, si kwa ajili ya kupata vitu, bali kwa sababu alihisi upendo wa kweli. Miaka ikapita. Hale alianza kuwa mhubiri kijijini. Alisimama kwenye vichuguu akihubiri, alifunga na kuomba, na watu wakaanza kumtambua kama kijana wa kipekee. Alikuwa na msimamo mkali kuhusu kweli ya neno la Mungu. Wakati huo huo, makanisa mengi yalikuwa yameanza kubadilika. Wachungaji wengi walilegeza imani. Wengine walihubiri mafanikio ya haraka, wakasisitiza baraka za pesa, magari na umaarufu. Lakini Hale hakutaka kubadilika. Alikataa kujiunga na wachungaji waliopoteza mwelekeo. Alibaki na msimamo ule wa imani thabiti na moyo wa utakatifu. Wakati fulani, wachungaji waliokwisha legeza walimshawishi. Wakamwambia, Hale, una bidii sana lakini maisha yako hayaonyeshi matunda. Tazama, sisi tuna makanisa makubwa, magari, nyumba. Njoo upande wetu. Lakini Hale aliwajibu kwa utulivu, sitaki kustawi kwa gharama ya kumhuzunisha Mungu. Mafanikio yangu si magari wala umaarufu. Ninatazamia mbingu mpya na nchi mpya. Huko ndiko mafanikio yangu halisi. Watu wengi waliomdharau mwanzoni wakaanza kumheshimu. Alianza kuona maisha ya watu wakibadilika kupitia huduma yake. Alihubiri kweli, aliombea wagonjwa na wengi waliponywa. Kijiji kikabadilika. Kanisa lake likakuwa taratibu, lakini yeye hakuwahi kusahau maneno ya mama yake. Siku moja akiwa kanisani alisema, kama ningekimbilia kula kwa watu, huenda nisingejua namna ya kushinda changamoto. Msimamo ni zawadi kubwa zaidi niliyoachiwa na mama yangu. Na kwa hiyo nawahimiza, simameni katika kweli. Mungu yupo. Hale aliwasisitizia waumini wake kuwa na msimamo imara wa kiroho. Kufanya kazi kwa bidii, kuhudumia wagonjwa, kuwafundisha watoto. Licha ya kanisa lake kuwa dogo kifedha, lilikuwa kwa mafanikio ya kiroho. Watu waliponywa, mioyo ilipatanishwa na Mungu, na msimamo wa imani ukawa nguzo yao. Hata hivyo, ndani ya kijiji na sehemu za mkoa walikuwa mitume wengine wenye makanisa makubwa zaidi. Baadhi yao walizeeka kiroho. Miongoni mwa mitume hao yupo Mtume Mafaya aliyejulikana sana pande nyingi kwa huduma yake ya vifaa vya upako kwa waumini. Makanisa yake yalijaa watu wanaotafuta mafanikio ya haraka, wakikosa mizizi ya kweli ya imani. Kutokana na wimbi hili la manabii wa uongo pia linamkumba kijana mmoja aitwaye Donatus.
kutoka kanisani kwa mchungaji Hale, kwani kijana huyu alitaka mafanikio ya haraka. Hivyo basi anaporudi kanisani anajaribu kumshawishi binti mmoja ajulikanaye kwa jina la Nyuki. Ushawishi wake ni juu ya kuhamia kwa mtume Mafaya, kwani huko yanapatikana mafanikio ya haraka. Nyuki anakataa kabisa wazo la Donatusi, lakini kutokana na ushawishi wa mara kwa mara, hatimaye Nyuki anakubali wazo hilo na kuanza kuhudhuria ibada za mtume Mafaya pasi kumjulisha mchungaji Hale. Hivyo basi wote wawili wanapenda huduma za mtume Mafaya, kwani hazihitaji mkazo wa kiroho wala bidii, bali mafanikio kwa mtume Mafaya yapo nje. Wote wawili wanarudi kanisani na kuanza kuwashawishi waumini wa mchungaji Hale na kumfikia mdada ajulikanaye kwa jina la Makofia. Huyu alikuwa na maendeleo mazuri ya kiroho. Makofia aliwasikiliza kwa makini sana na kujisemea moyoni mwake, hakika ni huzuni kubwa kwa ndugu zangu hawa, maana wamepotoka. Kwa kuwa Makofia alijifunza sana neno la Mungu na alikuwa na moyo wa kumpenda Mungu. Kwa hekima ya moyo wake hakuweza kuwaonesha mapokeo ya habari hizo kuwa amekubaliana nao au la. Basi waliendelea na mazungumzo, huku akiwasikia kwa umakini sana wakimsifu sana mtume Mafaya na badala ya kumsifu Mungu. Na baada ya mazungumzo hayo, kila mmoja aliondoka kwa njia yake. Nao walimwachia neno wakimwambia, tunaomba mazungumzo haya yawe siri baina yetu. Na baada ya siku moja mbele, Makofia alifikiri sana kwa namna gani kuweza kuwasaidia ndugu zake dhidi ya uharibifu huo uliowapata. Naye anapata wazo la kumshirikisha Shipola, aliyekuwa mmoja wa baadhi ya viongozi wa kanisa, aliyekuwa karibu na mchungaji, ili waweze kumfikishia taarifa hizi mchungaji Hale kwa msaada wa Donatus na Nyuki. Hivyo basi Makofia anaomba kuwa na mazungumzo na Shipola. Katika mazungumzo yao anamjulisha habari hizi, nazo hazikuwa nzuri kwa Shipola, kwani ziliwaumiza wote. Na kukumbuka namna ya mkazo wa mchungaji Hale dhidi ya kumpenda Mungu, hapo ndipo wawili hawa wanaumia sana na kukubaliana kuingia maombi kwa ajili ya roho hizo. Pia wawili hawa wanaongozana kwa mchungaji Hale na kumpasha habari. Hakika hazikuwa habari nzuri kwa mchungaji, naye anaangusha machozi kwa huruma. Mara ghafula wote watatu wanakuwa kama walioongozwa na Roho Mtakatifu, wanasema kwa pamoja, namchukia sana Shetani. Mchungaji anawaomba Shipola na Makofia kuwa naomba taarifa hizi msizifikishe kwa watu wengine ndani ya kanisa mpaka tutakapowalejesha hawa. Basi wanakubaliana na kuanza maombi ya kila siku usiku kwa ajili ya Donatusi na Nyuki. Baada ya muda kadhaa, mchungaji anawaita Donatus na Nyuki ili kuweza kuongea nao. Hivyo wanaitika wito, na katika mazungumzo wawili hawa, Donatusi na Nyuki, walikuwa tayari wameasiriwa kwa mafundisho potofu ya mtume Mafaya, kwani hawakutaka kumwelewa mchungaji Hale. Ndipo Nyuki anasema, mbona huyo Mungu wako hata hakufanikishi wewe mwenyewe na maisha yako magumu sana? Ndipo Donatusi pia anaongeza mkazo kwa kusema, mchungaji, tumekusikia, lakini ukweli ni kwamba bora uache kujipa tabu za kumtumikia asiyeweza kukutajirisha hata wewe. Hivyo tunaomba leo tukuage rasmi, sisi tunahamia kwa mtume Mafaya. Mungu wako akikutajirisha, hapo twaweza kurudi, vinginevyo ungana nasi. Habari hizi zilimuumiza sana mchungaji Hale, naye hakuwa na la kusema. Alibaki na masikitiko makubwa. Donatus na Nyuki wananyanyuka na kuondoka huku wakimdhihaki mchungaji. Hale anasema, wanangu, kabla ya kufunika macho yenu kwa ishara ya kutoamka tena katika ulimwengu huu, ninawaomba mumrudie Mungu. Atawasamehe. Mchungaji akiwa bado katika butwaa kubwa anasema moyoni mwake, kweli leo naliamini sana neno la Mungu lisemalo, nje kuna wanyang'anyi. Siku inayofuata Makofia na Shipola wanafika nyumbani kwa mchungaji Hale, nao wanaumizwa sana kwa majibu kutoka kwa Donatusi na Nyuki. Ndiposa mchungaji kwa kushirikiana na Shipola pamoja na Nakofia wanaendelea na maombi kwa ajili ya kanisa kwa ujumla lisiingiliwe na roho chafu, kwani imani hiyo potofu imeshamiri. Ndipo ifikapo Jumapili ya Machi 8, mchungaji Hale anafundisha kanisani kitabu cha Yohana Mtakatifu sura 10 kuanzia mstari wa 9 hadi mstari wa 11 usemao, mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mimi ndimi mchungaji mwema.
Mchungaji mwema huutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Hapo mchungaji anaweka mkazo mkubwa akisema, wapendwa, nimekabidhiwa ninyi na Mungu, niwalee katika njia ya mbinguni, hivyo tambueni njia hiyo ni Yesu Kristo tu. Mtu asiwadanganye kwa vitu vya dunia hii, kwani vyote vina mwisho. Tena mwisho wake ni mbaya na una majuto, maji ya upako, kake za upako na vinginevyo vyote ni unyang'anyi, lakini kwa Kristo ni furaha, amani na upendo katika Roho Mtakatifu. Tena mchungaji Hale anaendelea kwa kusema, wapo wengi wapotoshao neno la Mungu na kutangaza baraka na miujiza ya haraka isiyoweza kumwokoa mtu. Hayo nayo ni uhuni upotoshao, nao una majuto mengi. Hivyo basi, wapendwa wangu, na waombeni sana. Tulieni madhabahuni kwa Mungu kwa kutii sana na kujilinda na kila ubaya, naye atawakweza kwa wakati wake. Ndipo kijana mmoja aitwaye Barinda aliyekuwa mgeni pale kanisani, baada ya kusikia maneno hayo, anakuwa na uchungu sana moyoni, kwani hakuwa ameokoka, lakini aliyasikia maneno mengi ya watumishi wa uongo yaliyokuwa kwa kivuli cha kumtaja Mungu, kwani hayakuweza kumwokoa, lakini leo ameweza kutofautisha mbivu na mbichi. Naye Barinda ananyosha mkono wakati mchungaji anaendelea kuhubiri. Kwa sauti ya kilio cha uchungu kama aliyebanwa koo, anasema, leo nimekusikia ewe Mungu wangu, nami naja kwako, nipokee. Huku machozi yakimtoka kama mto wa masika utiririkavyo, anaanguka chini na kusema, wanyang'anyi wamenitesa Yesu, hakika wokovu huu ni wangu siku ya leo, nipokee Yesu. Hapo ndipo mchungaji anashindwa kuendelea na mahubiri, kwani Roho Mtakatifu analikamata kanisa zima kwa nguvu isiyozuirika, na kanisa zima la jaa vilio kama odi ya wazazi walioshikwa na uchungu. Ndipo ishara na miujiza vikafuata. Wengi wakaponywa na waumini 5 wakaokoka kwa kuongozwa sara ya toba. Lakini pia upande wa pili, Donatusi na Nyuki wanaendelea kufanikiwa kimaisha, bali kiroho walififia taratibu kama giza lipoteavyo wakati wa kuchwa kwa siku. Mtume Mafaya anajipatia umaarufu sana kila kona. Nchi jirani waliwaleta wagonjwa kwa Mtume Mafaya na kuponywa, nao waliweza kutoa sadaka nyingi kwa Mtume Mafaya. Hali hii ya kufahamika na kukua kwa Mtume Mafaya inamfanya kutoa sadaka kubwa katika miungu aliyojiungamanisha nayo, kwani hapo awali Mtume Mafaya alitoa kafara za baadhi ya ndugu zake na waumini wake kila baada ya kuwasaidia watu waliomfikia kutatuliwa shida zao. Katika watu 30 alitakiwa kulipa kafara ya mtu mmoja. Umaarufu wake unapoongezeka na kafara anatakiwa kuongeza kutoka watu 30 mpaka watu 10 kwa mtu mmoja wa kafara, yaani katika watu 10 anaowasaidia mmoja lazima afe. Basi jamii ya watu kujua, na hao 9 waliobaki wakiishi pia hawakubaki salama, kwani matatizo yao hayakuondoka, bali yalipunguzwa makali kwa macho ya nyama, lakini katika uhalisia yaliongezeka maradufu ya jinsi walivyokuwa na matatizo. Hapo ndipo Mtume Mafaya umaarufu wake unaongezeka zaidi na kafara inaongezeka kwake kutoka watu 10 kwa kafara ya mtu mmoja, na baadaye kutoka watu 5 kwa kafara ya mtu mmoja, na hapo ndipo kanisa lake linaanza kupungua. Pia taarifa za vifo zilitapakaa kila kona pasi kujua kuwa ni kafara za Mtume Mafaya, na baadaye kafara inaongezwa kufikia mtu mmoja wa kuponywa kwa kafara ya mtu mmoja, yaani kila atakayeponywa lazima afe kwa ajili ya kafara. Hapo sasa hali inaanza kuwa ngumu kwa Mtume Mafaya, naye anagoma kafara hiyo, kwani alihofu kuwa atafahamika, naye anaomba labda aponye watu 2 kwa kafara ya mtu mmoja ili aweze kuficha ukweli, nao wakuu wa kafara hawapo tayari kukubaliana na ombi la Mtume Mafaya. Je, yawezekanaje kila amponyapo mmoja na huyu mmoja amtoe kafara? Mtume Mafaya baada ya kushindwa masharti ya mkataba wa kwanza, anaomba kila njia ya kuweza kusaidiwa kupunguziwa ukali wa kafara. Hivyo anapewa sharti la kuingia mkataba mkubwa zaidi, naye anakubali kuingia mkataba wenye nguvu zaidi, tena wenye masharti magumu zaidi ya ule wa kwanza. Kumbuka kuwa pamoja na Mtume Mafaya kutoa kafara ya watu aliokuwa akiwaombea na kutatua shida zao, pia alikuwa akitoa kafara nyingine nyingi ikiwa na baadhi ya ndugu. Hata hivyo hakuweza kudumu katika ndoa yake, hivyo alikuwa pia katika mkataba wa kindoa. Hali hii ilipelekea kwake kuingia mkataba wa yeye mwenyewe, kwani alitakiwa kutoa baadhi ya
viungo vya mwili wake kwa kafara na kuwekewa viungo bandia. Hali hii ilifikia hata kuanza kutoa damu yake kwa kafara. Kwa kuwa umaarufu wake uliongezeka siku hata siku, Mtume Mafaya anatoa damu yake mwenyewe kuwa kafara mara nyingi, na hali yake kiafya inazoofika sana. Kumbuka, Mchungaji Hale na kanisa lake wanaendelea vizuri na huduma inapamba moto. Wanafanya mikutano mingi, wengi wanaokoka, hata waliokuwa waumini wa Mtume Mafaya, na watu wengi ndani ya kanisa wanafanikiwa sana kwa baraka za rohoni na za mwilini. Ndiposa Jumapili moja ya mwezi Julai 13, Mchungaji Hale anafundisha somo kutoka kitabu cha Luka sura ya 9 na mstari wa 25 isemayo, kwa kuwa yamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote, kama akijiangamiza au kujipoteza mwenyewe? Mchungaji Hale anaendelea kwa kusema, ndugu zangu, shetani hajawahi kumpenda mwanadamu hata kufikia hatua ya kukupatia kitu bure. Hivyo basi jitahidi sana kuendelea kumpenda Mungu kwa mioyo yenu yote, kwani anaweza kukupa vingi na vizuri, lakini akaiwinda roho yako na nafsi yako, wewe mwenyewe ukawa hasara. Mchungaji Hale akamalizia kwa kusema, jilindeni na mbwa mwitu. Baada ya ibada, baadhi ya waumini waliendelea kuyatafakari maneno ya Mchungaji Hale. Ndipo Shipola akiwa katika kutafakari neno anawakumbuka Donatus na Nyuki, naye Roho wa Bwana anamuongoza namna ya kwenda kusema nao. Ndipo alipoweza kumfikia Makofia, nao wawili wanaambatana mpaka kwa Donatusi na Nyuki. Katika mazungumzo yao wanapoendelea, wawili hao wanaonesha kutaka kumrudia Mungu, lakini wanashindwa kufanya maamuzi, kwani waliogopa fedha walizonazo zingeweza kupotea na pia wangeweza pata matatizo mengine. Nao Makofia na Shipola wananukuu andiko lile lililofundishwa na Mchungaji Hale wakisema, ndugu zetu, yafaa nini mkiupata ulimwengu wote na mkajiangamiza au kujipoteza wenyewe? Ndipo mioyo yao ilipoenda kwa kasi sana, wakishitushwa kwa andiko hilo. Ndipo Nyuki, kwa kushitushwa na andiko hilo, alikasirika sana na kuwafukuza Shipola na Makofia. Turudi kwa Mtume Mafaya. Hali yake ya kiafya imezoofika sana, hata chakula kwake ni ngumu. Uwezo wa kuhubiri nao unapungua kutokana na hali yake ya kiafya kuzoofika. Ndipo sasa marti ya kafara yanamshinda, maana afya yake tayari ni dhaifu. Kumbuka, utaratibu wa kafara zatolewa zisizo na dosari, lakini sasa hata damu ya Mafaya haifai tena, maana afya yake ni dhaifu sana. Mpaka sasa Mafaya ana chaguo moja tu, kurudisha mali na kila kitu au kukubali kuuawa. Kwa kuwa Mtume Mafaya hakulijua chaguo sahihi, aliona ni bora kurudisha mali na utajiri wote kuliko kufa. Ndipo waumini wote waliotajilishwa na Mtume Mafaya wanapitia wakati mgumu na wengine vifo. Ndipo kila mmoja anakuwa na chaguo la kifo au kupoteza mali zake, na wengine hawapati nafasi ya kuwa na chaguo. Madhara yanawatokea pasi na chaguo lao. Hata hivyo, huruma ya Mungu ilikuwa juu ya Donatus na Nyuki, kwani walipoteza mali zao zote, lakini walikuwa wazima wa afya. Hali hiyo iliwapelekea kuwa na huzuni ya moyo, nao wanajuta sana kwa kuwa hawakujua kuwa walipotea, na sasa wanafahamu kuwa walipotea, na sasa wanakubaliana kumtafuta Shipola na Makofia. Baada ya hayo, taarifa za Mtume Mafaya zinatapakaa kila kona. Ndipo Donatus na Nyuki wanaelekea kwa Shipola na Makofia wakiwaomba wawaombee msamaha kwa mchungaji. Ndipo mchungaji apatapo taarifa za kurudi kwa wawili hao na kuwapokea kwa furaha na upendo na kuwaongoza sala ya toba, wanaangusha machozi sana. Mchungaji Hale anawakumbusha kwa furaha akisema, wanangu, pole sana, na kumbuka niliwaambia kabla yakakunika macho yenu, mrudie Mungu naye atawapokea tena, nami ni furaha yangu kuwa mpokelewa tena. Baada ya siku mbili mbele, ndipo Nyuki anafika kwa mchungaji Hale na kumwomba aweze kufika kwa Mtume Mafaya ili kuweza kumsaidia, maana hali yake ilikuwa kama mtu alikufa huku akiishi. Ndipo mchungaji anaambatana na Nyuki, Donatus, Makofia pia Shipola. Mara tu wafikapo kwa Mtume Mafaya, hali yake inasikitisha sana. Watu wote wamemkimbia. Muonekano wake ni sababu tosha kutokwa na machozi kama bomba la maji lililofunguliwa kwa kasi. Wote machozi yaliwatoka. Ndipo mchungaji Hale akaanza kuongea na Mtume Mafaya, naye mtume akasema, nipo tayari kumrudia Mungu, lakini najua hawezi nisamehe, kwani ukweli wa Mungu niliufahamu, lakini sasa sikuweza kukubaliana nao, kwani nilitamani ufahari na kuutupilia mbali uzima wa milele.
Mchungaji Hale anasema usihofu, Mungu aliweza kumsamehe yule Sauli aliyeliuzi kanisa la Kristo, hata kwako yawezekana. Ndipo Mtume Mafaya anasema mimi nilifanya miujiza mingi ya uongo ya kuwasaidia watu, lakini ukweli ni kwamba maisha yao hayakupata nuru, bali lilikuwa ni giza tu. Hofu yangu hata mkiniombea bado hali yangu ya kiafya haiwezi badilika, maana nimetoa viungo vyangu na damu yangu kwa mashetani, hivyo mimi ni maiti iliyo hai, siwezi ishi tena. Mchungaji Hale anasema kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 inasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mchungaji anaendelea kwa kusema, ninyi mliomba kwa vifaa vya upako, maji na takataka zingine, lakini sisi tunaomba kwa jina la Yesu, naye Yesu yupo kukupumzisha, haijalishi ulimkosea kiasi gani, naye atakuponya. Mtume Mafaya anasema, naomba mniombee. Wanamuombea maombi yenye nguvu kwa muda wa siku 3, naye anafunguliwa, anakuwa huru. Taarifa zinafika kila kona kuhusu kuokoka tena kwa Mtume Mafaya. Wengi walifika kanisani kwa Mchungaji Hale kujifunza siri kubwa ya maendeleo ya Mchungaji Hale, kwani Mtume Mafaya wengi waliogopa hata kumkaribia kwa kuogopa mikataba aliyokuwa nayo. Ndipo kanisa la Mchungaji Hale linaongezeka zaidi na watu wengi walitamani kujiunga ili kupata malezi bora. Waandishi wa habari walifika kwa Mchungaji Hale ili kuweza kujua siri kuu ya mafanikio ya Mchungaji Hale. Mchungaji Hale anatoa jibu lililo katika fumbo, akisema, ukweli wa mafanikio yangu ni kwamba mama alinikataza kula nyumbani kwa watu. Ni mimi mwinjilisti Hatangimana kukuletea habari hii ya imani na maisha ya sasa katika huduma. Leo nakupa shauri, simamia katika imani sahihi, kwani jina la Yesu halihitajiki kuchanganywa na vitu vingine, maana lajitosheleza kuleta uponyaji. Watumishi wa Mungu, tumikeni pasipo tamaa ya fedha na utajiri wa dunia hii. Ni mimi mwinjilisti Hatangimana.